letu la kwanza ambalo tunaanza nalo siku ya leo, msikilizaji anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eti shekhe, tatizo la hawa mafuta na nyie hasa ni lipi mpaka kila siku mnasemana tu hali ya kuwa nyote ni Ansari Sunna? Anaitwa Salum Said wa Mtimkavu, Tanga. Karibu sana shekhe. Naam, nilitatanika na hili swali kwanza kwa sababu wasema sisi na tatizo la eti shekhe, tatizo nasema tatizo la hawa mafuta na nyie hasa ni kipi? Sasa hawa mafuta hajua kwa mtu ambaye haelewi mambo yalivyo atababaika. Manake hapa mafuta ni jina la kitu ambacho kinatumika kwa kama chakula, mafuta asa, lakini kumbe anakusudia mtu ambaye anaitwa mafuta na wala sio jina lake mafuta pia. Ndio unaona hapa hili ni jina la ubini unaona, wala si la huyo mtu. Bila shaka anakusudia hawa ambao tunawaita majadida, ambao kwa hapa Tanga watu ambao tunaonekana tunazoea nao ni Kasim Mafuta na ndugu yake. Mimi sikupenda kulijibu hili swali kwa sababu si vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha mambo ya magomvi na nini, lakini sasa tunalazimika kwa sababu kweli ni utata upo, kwa sababu watu wakituangalia kwa dhahiri tunaonekana ni Ansari Sunna, hasa wale ambao walitangulia katika umri, ni kwamba wanajua historia ya huyu kijana ambaye anaitwa Kasim Mafuta na ndugu yake, ni kwamba tulianza nao. Unaona tulianza nao kwa maana kwamba walikuwa ni vijana ambao walikuwa wako katika harakati zetu. Baada ya wao kuwa kwa muda mrefu walikuwa katika zile madrasa ambazo ni pinzani, sababu haya mambo ya magomvi hayakuanza leo sisi na kina Mafuta, bali kama inavyojulikana kwamba tulivyokuja hapa na da'wa ya sunna au da'wa salafia sahiha, ni kwamba tulipata upinzani. Naona kwa baadhi ya mashekhe waliokuwepo hapa ambao wengi walikuwa wakiwa na baadhi ya itikadi za kisufi na baadhi ya mambo ya uzushi, mambo ya bid'a mengi. Kwa hiyo tulichofanya sisi ilikuwa kufikishia watu ujumbe sahihi, naona mafunzo sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyokuja katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo katika kile kipindi ambacho tulianza hii da'wa ilikuwa ni jambo gumu. Sahihi. Na hii ni kawaida, sera ya manabii wema waliotangulia katika kufikisha ujumbe inakuwa kwanza ni shida, tabu sana. Sahihi. Unaona kuna mapambano yanakuja ya ndani kwanza. Kwa hiyo kwa kweli tulipofikisha ujumbe wa kwanza kwa mara ya kwanza, basi upinzani ulikuwa baadhi ya madrasa kubwa hapa mjini ambazo ziliona kwamba sisi tunataka kupora madaraka ya mashekhe au tunataka kuleta dini mpya kama ilivyokuwa wakifanya propaganda kwamba sisi tumekuja na dini inaitwa Wahabi na mtume wake anaitwa Wahab, Muhammad Abdul Wahhab. Sijui huyu ni karnu shayatini, ni pembe ya sheitani, amezaliwa Najidi huko na mtume ametabiri kwamba kutatokea sheitani huko, vitu vingi. Tukaambiwa alama zao hawa wananyoa vipara, sijui alama zao hawa na kanzu za maneno mengi sana yalikuwa yazungumzwa. Hawa hawampendi mtume, hawataki mswalima ataliwe. Naona sasa kipindi hicho Mafuta mwenyewe anavyojieleza, yapo haya kwenye YouTube, kwamba alikuwa ni mwanafunzi mmoja katika tawi la madrasa iliyokuweko Pongwe kule ya Shamsia. Kwa hiyo alipata mafunzo yake katika misingi ile ya kibida ya kisufi. Lakini alhamdulillah sisi katika da'wa ambayo tulianza hapa Tanga tuliweza kuwaonya ndugu wa karibu kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Kwa hiyo vijiji vya karibu, katika vijiji vya karibu ambavyo tulifikisha ujumbe ilikuwa ni kijiji cha Pongwe. Ndio kule kulikuwa na bwana mmoja ambaye baadaye aliwahi kuwa kiongozi mkubwa wa taasisi, bwana Abdullah Haneni. Yupo mpaka sasa, sikia mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampe unafuu. Ni kwamba alitukubali akatuita akawa anatualika katika kijiji hiki. Tukawa tunafanya mihadhara, hatuna misikiti, tunafanya mihadhara katika nyumba yake. Wakati huo haikuwa wepesi kwa sababu ilikuwa mji ushatiwa sumu kwa ujumla na vitongoji vyake kwamba wamekuja na dini mpya. Kwa hiyo ilikuwa mara nyingi tukitoa mihadhara wanakuja
mara nyingine wanawake, watoto wadogo, vijana wanakuja kutuzomea na mara nyingine kutuchochea mawe au vikokoto, vipande vya mihogo nini, ili mradi. Namkumbuka marehemu mzee Awawi alikuwa ni mmoja wa wajumbe wa idara ya Hisba. Alikuwa, kwa mujibu wa maelezo yake, ni kwamba katika vijana ambao walikuwa wakiturushia mawe alikuwa kasi mafuta. Unaona lakini Mwenyezi Mungu humuongoza mtakaye. Ni kwamba baada ya kufikisha ujumbe pale, ikawa kuna vijana wengi wamekubali da'wa yetu. Kwa hiyo tukaamua kuweka tawi kama ilivyokuwa katika maeneo mengi, watu wakikubali ujumbe basi nageuka ni tawi la taasisi. Kwa hiyo vijana waliokubali, hatimaye yule bwana aliona sasa kuendelea kubaki kusoma hapa Tanga itakuwa ni shida, kwa sababu madrasa, ukienda kuisoma madrasa ya Ansari utakuja kulaumiwa, waambiwe wewe umekwenda kinyume. Kwa alifanya maarifa na mipango, akaweza kufanywa mpango, akaenda akasoma Kisauni Kenya pale. Sasa pale alipokwenda Kisauni Kenya ndio alikwenda kuijua sunna sana, itikadi sahihi. Kwa hiyo kwa maelezo yake anaeleza kwamba alipokwenda kule, basi alipomaliza masomo sisi tukamkaribisha hapo, kwa sababu tayari alikuwa kijana wetu wa Pongwe, kishajiunga na sisi, tukaweza tukampa nafasi ya kusomesha na nini, lakini alikuwa bado ana hamu ya kusoma. Alikuwa na hamu ya kwenda sehemu inaitwa Yemen, kwenye markazi ya Damaji ambayo shekhe wake mkubwa amefariki hivi sasa, Sheikh Mukbil al-Wadi. Kwa hiyo aliwahi kwenda kule, lakini bahati mbaya hakuweza kukaa muda mrefu, miezi 6 alikamatwa, katiwa ndani kwa maelezo yake, akarudishwa huko. Sisi tumempokea tena, ikawa ni mwalimu, ameshawahi kufundisha katika maadi yetu. Maadi ilikuwa Al-Faruq, alikuwa ni mwalimu anafundisha. Naona aliwahi kufanya kazi na sisi shule ya Arafa, aliwahi kufanya kazi na sisi katika kituo cha mayatima kusaidia ulezi wa mayatima. Wakati wote huo ni mwenzetu, ndio naona. Lakini sasa baadaye pia akafanya juhudi, akaenda kupata masomo kule Saudia. Kaenda kule akapata bahati ya kusoma, kajiunga na kitivo cha hadithi. Mpaka amaliza masomo bado amekuja kwetu. Unaona ndio. Lakini baadaye tukajabainika kwamba kumbe alibeba mwelekeo mwingine mpya tofauti na huu wetu. Kule hasa alivyokwenda Yemen, kule Sheikh Mukbil al-Wadi alikuwa na ugomvi na Ansaru Sunna wa Sudan. Hata ikawapelekea kwamba akawapa majina mengi tu ya ovyo ovyo, kwamba hawa Ansari wameharibika, wamekuwa mahizbi. Unaona, kwa hiyo hawa si wenzetu, hawa hivi. Akatoa fatwa nyingi ambazo ziko mpaka leo dhidi ya Ansar Sunna. Na pia kule ikawa wamejifunza baadhi ya fatawa ambazo ni jitihada za wanachuoni. Kwa mfano haramu wa picha hizi za fotografu, za video. Kwa hiyo sasa athari ya fikra zake ilianza kuonekana kipindi anasoma kule, katikati baada ya kumaliza, mfano kama mwaka mmoja wa pili wa tatu, watu wanakuja likizo, tunampa nafasi ya kutoa hutuba, mihadhara. Sasa kuna siku alikuja kuzungumza, nakumbuka barabara 6, akaeleza msimamo wake kuhusu picha. Kwamba hizi picha zote hizi ni haramu, masalafi wote wema waliotangulia wanasema mapicha ya photography haya hayafai, mashekhe wa kisalafi wote, Sheikh bin Bazi, Sheikh al-Uthaymeen, Sheikh Sheikh al-Albani kasema hivi. Lakini alhamdulillah, kwa sababu mimi pia nimeishi huko Saudi Arabia, nimesoma huko na najua wanachuoni juu ya masala haya, hasa kwamba ni masala ya ikhtilafu ya wanachuoni, kwa sababu walikuwa hawakitilafiani wanachuoni juu ya masala ya picha za kuchongwa na kuchora za vilivyo hai. Walikuwa wanasema haifai kweli. Baadhi tu ya aina ya picha, vijisanamu vya watoto, kulikuwa na mlango wa kuruhusu, lakini picha kwa ujumla, majisanamu na mapicha ya kuchora vilivyo hai. Mimi nilihudhuria huo mhadhara.
Sababu kulikuwa na bwana mmoja alikuwa mtu wa madini, alikuja kuhudhuria muhadhara kutoka Arusha. Akasema, sasa shekhe, sisi tunachukua kanda za shekhe hapa za video, alafu tunakwenda kuwapelekea wake zetu kwa sababu hahudhuria haya mama. Ndio. Hizi watuambiaje? Yeye akatoa fatwa kwamba ni haramu. Subhanallah. Mbele yangu mimi kama kiongozi wa taasisi ambaye watu tushawaelimisha kwa kiasi kubwa kwamba masala ya ikhtilafu, lakini si tunachukua msimamo wa kufaa. Unaona, kwa sababu picha zinazokusudiwa hapa haramu sio hizi za fotografu. Hizi kwa mujibu wa fatwa ya mwanachuoni Sheikh Al-Uthaymeen ni kivuli cha Allah alichokitengeneza. Na akatolea ushahidi, mfano ukisimama kwenye kioo, kinachotokea pale kinaitwa picha kwa lugha, lakini si picha kwa maana ya kuchonga na kuchora. Ni kivuli kimejitokeza pale mbele. Ni kama ukisimama kwenye maji yaliyotuaa kwenye jua la nani, utakuta kuna picha yako pale. Sasa tukasema sisi msimamo wetu kwamba hivi ni vivuli, sio haramu. Kwa kweli hili jambo kumbe lilimkera, na hasa mimi nilitamka wazi kwamba huyu bado ni mwanafunzi, kwa hiyo kuna nafasi atakwenda kujifunza zaidi. Neno hili kumbe lilimkera sana. Baada ya muhadhara kaona mimi mbona nimedharaulika shekhe na nini. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya wenzio waliosoma, akiweko Sheikh Abdullah Sanda hapa tulikuwa naye na amewahi kuzungumza hadharani kwamba aliweza kuweka itikadi kule kwamba bwana, mimi siwezi kukubaliana kufanya kazi chini ya yule bwana, yani Sheikh Salim, na mimi itabidi nikirudi nianzishe markazi yangu, na akaipa na jina huko huko, akaita Ibn Taymiyyah. Mimi na msimamo wa salaf wema waliotangulia. Sasa mafunzo ya salaf sisi tumeyafundisha muda mrefu sana, kwa sababu ukisema usalafi ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Labda lile neno hatukulitumia sana, lakini tumelitumia. Lani Osama juzi alikuwa amesikiliza kanda ya mwaka 95, nilikuwa nazungumza, sasa nimetaja neno salaf, walikuwa hivi. Lakini umashuhuri wa watu Answaru Sunna. Kwa nini? Kwa sababu mwenzetu kule Jumapoli na Sheikh Salim Rajab waliasisi taasisi wakaziita Answaru Sunna al-Muhammadiyya. Kwa hiyo ikaenda ni nzimu ya mji wale maanswari mpaka ikaitwa kama madhehebu, wakati si madhehebu. Sisi ni watu Ahlus Sunna wal Jamaa, na Ahlus Sunna siku zote, hata maimamu wakubwa wote hawa akiweko Shafi'i ambaye ndiye ile madhehebu yake metawala Afrika Mashariki, kwamba msimamo wake ni kufuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo ndio njia yetu. Dawa yetu ya kwanza ni ile ya wema waliotangulia, manabii na masahaba, mtume na masahaba, kwanza kulingania watu tauhidi. Hili hakuna ambaye hakiri, kama tumelizungumza. Tumepambana na shirki na tukaifanyia kimatendo. Unaona kama vile Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alipokuja akielezea tauhidi, akazungumzia madhara ya kujengia makaburi, maji mizimu na nini, akaenda akayavunja na sisi tukayatekeleza. Tunayo historia ya kwenda kuvunja makaburi ya mzimu ya Kibibi. Sijui hapa Kigombe kulikuwa na mzimu gani, huku njia ya Moa kulikuwa na mzimu, tumekwenda kuivunja kimatendo. Unaona kwa hiyo tauhidi alhamdulillah ikawa imeanza kusikika, jambo ambalo lilipotea muda mrefu. Halafu vile mambo ya uzushi, ikawa tunapambana na mambo ya uzushi ili kuwafanya watu wasijishughulishe na mambo ya uzushi, wabaki katika dini sahihi. Kwa sababu watu walikwenda kwa mfano kuitakidi kwamba maulidi ni dini, na kila anayekwenda mguu thawabu, na ukichangia japo dirham moja, shilingi 10 kwa ajili ya maulidi, basi wewe mpata njia ya kuingia peponi. Ilikuwa ni itikadi imeenea huko. Sisi tukaambia hapana, Mtume hakufundisha maulidi wala hajawahi kusherekea, wala hakuna sahaba alisherekea siku ya kuzaliwa kwake, bali ni mambo yametokea miaka karibu 700 baada ya hapo, tena yameanzishwa na mashia. Kwa ufupi tumefanya hiyo kazi. Na huku nako tuwafanya mpango wa kuelimisha watu dini. Na hii dini ndio tukaipa kipaumbele, ndio tukaanzisha wakati huo madrasa inaitwa Al-Faruq.
Halafu tukaona na wanawake nao tuwape nafasi, tukaanzisha madrasa ya Umu Salama. Wakati huo sio jengo la barabara 18, tulianza barabara 16 kwa Mwalimu Sera kule. Tulipewa sisi jengo na mfadhili mmoja kulifanyia kazi. Lakini Mungu akajalia ikabaraka ya da'wa, tukaweza kupata jengo zima la Umu Salama, ndio ile barabara 18. Kwa hiyo madrasa nayo ilianza muda mrefu. Kabla ya hapo ilikuwa tutafundishana na kina mama, tuwafundisha katika markazi yetu ambayo ilikuwa ya kwanza hapa mjini, ya barabara 19 pale orofa. Mungu akafungua tukapata. Kwa hiyo hivyo upande wa mutawasita Mungu akajajalia sasa tukapata majengo mengine Sahari huko, tukaanzisha taasisi madrasa ambayo kwa jina la Imam Shafi. Lengo lilikuwa kuandaa maimamu na makhatibu maduati, unaona, kwa kiwango cha thanawi. Kwa kimaliza huko wanaingia thanawi. Hali iliendelea hivyo, lakini sasa mwenzetu alikuja na agenda na alijipanga huko kwamba bwana, ili nikubalike nitangaze kwamba hawa ni watu wa bid'a Manswari. Akatumia neno hizbi. Hizbi ni makundi kama yale yaliyopambana na Mtume zama za Ahzab. Na vita hasa inaitwa Ahzab. Unaona, ghazwa Ahzab. Ni kwamba makundi yale yamejitenga, yakaunda mfumo usiokuwa huu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizbi ni mtu yeyote yule ambaye amejitenga kinyume cha mfumo aliokuja nao Mtume wa Uislamu, kuwajenga watu au kuwakusanya watu kwa misingi ya ukabila au kwa misingi ya dini nyingine sio kwa Uislamu au kwa misingi ya urangi au kwa misingi ya utaifa au kwa misingi ya uchama kwa ujumla. Unaona, ikawa unajenga kitu wanaita wanachuoni alwala albara kwa misingi hiyo. Yani mtu anayekubaliana wewe fikra unampenda, anekataa fikra unamchukia. Ile ya ubaguzi. Ndio. Sasa yeye aliona kwamba njia nyepesi ya kuwajenga watu fikra hawa ambao tayari washakubali sunna ni kusema nyinyi mmepoteza wakati muda mrefu nyinyi. Subhanallah. Nyinyi mmemfuata lile jitu la bid'a. Unaona? Hizbi yule tena yule anashirikiana na vikundi vya kigaidi ulimwenguni. Na haya si maneno nasimulia mimi, wanayasema yeye na mdogo wake. Asema mara nyingi, kwa mfano kama Mahdi Imam Shafi'i kasema mara nyingi kwamba kuandaliwa magaidi. Subhanallah. Kwamba eti pale tuwasomesha vitabu vya Ikhwan al-Muslimin, na kwamba mimi nilishirikiana na taasisi za kiikhwani, kwa mfano kama shirika la Al-Muntada Al-Islami, wakadai kwamba limeanzishwa na Muhammad Sururi ambaye ni Msuri asili yake, na yeye alikuwa na fikra za jihadi, alikuwa na fikra za kupinga watawala na nini. Kwa hiyo tendo la kujengiwa sisi misikiti, basi ni wazi tumebeba hizo fikra. Tuhuma ambazo hazina mashiko. Kwa sababu hakuna hata siku moja kuna mwanafunzi bali na mdogo wake kasoma kwamba kulisomeshwa kitabu cha Muhammad Sururi, bali hata kujulikana Muhammad Sururi. Juzi nakumbuka Sheikh Anwar Khatib miezi iliyopita kabla sijasafiri, anaambia kwani Sheikh huyu Sururi nani? Mtu ambaye kamaliza chuo cha Madina. Ananiuliza mimi, anafundisha hapa. Maana unasikia tunatoa Sururi, sisi masururi Sururi ni watu wa jihadi, watu wa maikhwani manini. Sasa ni yale ambayo nazungumza wazungu hata na Waswahili, nakwambia bwana, ukitaka kumuua mbwa basi mpe jina baya. Hasa ndio lugha au mbinu walizotumia hizo. Kwamba bwana, njia kwa maliza hawa Maanswari ni kuwapa majina mabaya. Hawa mahizbi wana nidhamu ya demokrasi kwenye uchaguzi, sijui wana alwala, wanapendana kwa ajili ya uchama utaasisi. Hata sadaka zikija mpaka uwe mwanachama. Maneno ya uongo yanatungwa hivyo mengi sana, maneno ya kuzulia. Kwa hakika sisi tumeona tusikae kimya, kwa sababu ni propaganda ambazo zinaathiri vijana. Na kweli tumeona baadhi ya vijana wetu ambao maskini wanasikiliza upande mmoja wameathirika. Tunakiri kuna vijana ambao wameondoka. Na yeye anajenga fikra kwa watu kwamba bwana hamna kitu. Watu wote wanamkimbia yule Salim.
jambo ambalo si kweli. Sisi tunazidi kupanuka. Juzi tumefungua msikiti mpya, Ijumaa jana imejaa mpaka watu wametoka nje huko kabisa, nje kabisa, basi ni ghuraba. Na tukajiita jina hilo ambalo wao wanajinasibisha nalo, wao wajiita masalafi, lakini masalafi ndio hao ghuraba, ndio ahlus sunna wal jamaa, at-taifatul mansura, al-firqatul najia. Tunazungumza haya na yote haya tunazungumza miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo ugomvi uliokuwepo mpaka dakika hii ni kwamba huyu bwana anasema mbona nyote ni manswari. Wenzetu hatuoni sisi tunanusuru sunna. Siku hizi hawatuiti ansaru sunna, watuita ansaru bid'a au ansaru sugu. Ndio lugha za mabezo. Unaona, wakati sivyo. Hapa kuna mtu gani, mtu mzima ambaye anajua, ambaye atakaa kanusha sema hawa bwana au salimu yule hazungumzi mambo ya sunna, yule mtu wa bid'a hautampata. Yani itakuwa nini mambo ya nani? Sasa utakuta uhadisia peke yake unajibu. Ndio maana utakuta sasa dawa yao ina kwa sababu kuna mambo ambayo wanakuwa wanayakamata, tumeshachambua yale, watu wameanza kuona ukweli. Sasa ni kama vile mtu kishakuwa na nukta zako hizo, huna za ziada, kishavunjwa hizo ndio hizo. Kwa hiyo kwa ufupi, bali nimezungumza kwa urefu kwa sababu swali hili lingekuwa ni la kipindi kizima hasa, lakini sasa tumezungumza kwa mukhtasari ili watu wapate picha kwamba vitabu tunavyosomesha sisi ndio hivyo hivyo wanavyosomesha wao. Ni nani, hii mitihani tunaofanya ni hiyo hiyo. Mashekhe wao ndio hao. Sisi tuitwa Wahabi na wao waitwa Wahabi. Unaona? Sijui sisi ni wafuasi wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na wao wanaitwa hivyo hivyo. Sisi wafuasi wa Sheikh Ibn Taymiyyah na wao ni hivyo hivyo. Hakuna shekhe maalumu ambao tuamfuata sisi ambao wao wanasema sisi hatu. Kuna masingizio mengi kwamba sisi tumewakumbatia mashekhe wa bid'a. Mara nyingine hutokea matukio kwa sababu mahala penye jamii, hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kusema eti masahaba walikuwa wafanya mambo right yote. Kuna wengine wanakosea katika jamii. Mfano juzi wakati mimi sipo, nilisikia kwamba mwenzetu mmoja mwalimu alimkaribisha mmoja katika wahadhiri hawa Biblia ambao asifiwa kwamba si mtu wa sunna, ni mtu wa nani, akatoa muhadhara pale. Kwa kweli mimi sikuwepo, ningejua hilo ningelizuia, lakini katokea na alhamdulillah idara ya hisba ilimwita yule mtu akakiri makosa yake aliyofanya. Lakini sasa wenzetu hawa wakipata tukio kama hili ndio upata bakora ya kutupigia. Unaona, wakati sasa sisi tuko wengi, tuko misikiti mingi sana, huwezi kusema udhibiti kwa sababu si watu wote ambao wenye uelewa ule ambao sisi tunautaka. Bado tumesema tunao baadhi ya watu hadithul ahdi fi sunna ndio kwanza wanaingia kwenye sunna. Naona tunajaribu kuelimisha, lakini tunashukuru kwa kiasi kikubwa jamii imeelewa msimamo wetu, kwa sababu kwa mfano kama huyu aliyekuja juzi, ukiangalia miaka 3, 4, 5 iliyopita hakuna mtu namna amealikwa. Kuna wakati aliwahi kuitwa ustadh nani huyu Uthman Maalim zamani, hata mimi nilikuwa sipo pia. Ikawa pia ni fimbo hiyo tupigwa nayo, angalia muita mtu wa bid'a huyo Maalim. Unaona? Uthman Maalim historia yake inafahamika, alisoma Kisauni na alivyotoka fresh alikuwa mtu wa sunna, lakini alipoajiriwa na masufi akageuka. Wenzetu huenda walimuita kipindi hicho na hata kama walimuita baada ya hapo kubadilika. Ni makosa yanayofanyika katika makosa ya wanadamu. Kwa hiyo sisi twasema kama ikiwa wataendelea kutufanyia uadui na chuki, sisi tutajibu majawabu yetu kwa njia nzuri ya amani na salama. Hatutathubutu kushika fimbo wala rungu wala ngumi kwa ajili ya kupigana. Kama walivyotufanyia uadui siku za nyuma mashekhe ambao sasa wametulia. Sahihi. Nyie mnakumbuka tuliwahi kupigwa mawe hapa
hapa Chongoleani kwa sababu kufikisha ujumbe. Allah. Tuliwahi kuvamiwa hapa na wafuasi na mashekhe wa madrasa Shamsia, msikiti wa barabara 19. Ilikuwa lengo mimi nipigwe niuliwe. Subhanallah. Lakini bahati Mwenyezi Mungu alijalia, wala hawakujua kama mimi ndio msemaji. Kenda kuzungumza mwingine, na wao walidai watatujibu kwa hoja, watatushinda kwa hoja. Sasa nikawa nimeshangaa, walikuja na bakora na marungu. Naona nguvu za hoja ni kubwa sana. Na ndio ilisambaratisha himaya nyingi ambazo za kisufi katika mji huu. Nafikiri tumejibu hivyo kutoka